imetoka kwako mzee wangu, kwako na kwako. In 2013 na 2014 mimi ndio nilipatia Omtata documents ya kwenda kotini apige hii kitu. In 2014 mimi ndio nilisponsor, mlikuwa nasikia kelele ya Alfred Kitel. Hiyo ilikuwa education yangu kwa wabunge wapige hii kitu. Uhuru mwenyewe ndugu yangu alinipigia usiku moja, he talked to me for 2 hours. Kuniambia I am sabotaging the economy of Kenya. Na atafunga mimi. Nikamwambia please go ahead. I must divorce myself and educate the people of this country hii maneno. Na nilikuwa mtu wa biashara, si mtu wa siasa. I have been very vocal. Lenaola alitupa hiyo kesi. Tukaisukuma ikaenda Supreme Court. Si Supreme Court, Court of Appeal in 2020. And Court of Appeal said this thing is null and void. Sisi ndio tulikuwa nyuma ya hiyo kitu. So siseme tulinyamaza, tulikuwa nafanya kazi but in the back, kwa sababu sisi si watu wa siasa. Hatukuwa watu wa siasa. Sasa tunazungumza kwa sababu tuko mbele, si ndio? Tuko mbele. And I'll tell you, hii kitu haitaisha leo. Haitaisha leo. Vile hii watu wamefanya, they are going to cause a revolution in this country. Na musidoubt ati hatuwezi fanya hiyo kitu. Mzungu alikuwa hapa mbeberu. Alikuwa amecolonize 500 million people duniani nzima. The largest empire. Na ni hapa tu Kenya aliona vita ya ukombozi wa nchi. Mjipigie makofi. Wakati wa Moi, labda nyinyi wengine hamkuwa mmezaliwa. Wakati wa Moi ni watu wawili watatu, maximum 6, ambao walisema huyu mtu tutamuondoa. Tunataka multipartyism. Tumuondoe. Na wakati huo katiba ilikuwa nasema, katiba before 2010, kufikiria, si hata kusema, kufikiria ati rais hayuko kwa kiti unapelekwa jela, it is called treason. Kufikiria, si hata kusema. Na alipeleka watu wengi gerezani. Si aliondoka? Si Moi aliondoka? Don't underestimate yourselves. Musiwe na hofu ati hatuwezi kufanya hii kitu.